Kwa nisikilize. Nisije nikakura nyama. Hivi unajiona nani? Kwa sababu mimi nilivyokuwa nakuchukulia na sasa hivi ninavyokuona ni vitu viwili tofauti. Kitu kama huwezi kukifanya sio lazima ukifanye. Ungeniambia tu kwamba Karen mimi siwezi kufanya hicho kitu. Kwani mimi ningekulazimisha? Haya, na nimepata taarifa kwamba Katiti ulikopo naye muda sio mrefu. Haya, Katiti upate. Moyo. Katiti yupo wapi? Afu Eden kumbe bwege nazi wewe. Afu mara zote nakwambia. Kwa mimi nimchukue Katiti kwa sababu ya nini? Kwa ajili ya kutoa viungo. Hata siku ile nilikwambia. Afu nahisi wewe unanitafuta wewe. Na umekaribia kunipata. Dina, mbona sikiliza. Mimi mpaka natoka nilipotoka na kufuata, itimisi nataka kujua Katiti yupo wapi. Kwa hiyo ninachohitaji kwa sasa hivi ninahitaji kujua Katiti alipo. Yaani nilivyokuwa nakuchukulia wewe Karen, nilikuwa nakuona mtu wa maana sana. Kumbe mwenzangu wewe Taila. Sasa umekutana na Taila mwenzako. Nikwambie kitu labda ujue. Mimi uko Milembe na faili langu. Na nilitoroka tu. Kwa nitakuja nikulalue wewe. Tena nilivovuruga hapa mama wewe. Na siku nyingine ukiniona napita kulia naomba upite kushoto. Havitoki mbali uje. Nitakubutua wewe. Naona umeanza kuvuka mipaka yako. Sikia nikwambie wewe ni mshamba kama shamba lingine. Alafu sitaki mazoea na wewe wala ni kuanzia leo mazoea na Mr. Kishenzi. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu. Wewe kaka, yule umpendaye. Wewe kaka, Mapenzi ya kweli. hivyo wewe si ndio yule ulioniibia madini yangu? Kumbe ndo wewe. Niambie sister. Sasa wewe unafikiri mimi naacha kukwambia kingine zaidi tu nataka madini yangu? Cha kwanza pole kwanza. Kwa yote yalotokea au nilokufanyia. Lakini kilichokukuta wewe ndo kilichonikuta mimi. Kwa sababu hii shumili kwa sijui kama wewe una hizo mali, kwa sijui kama una madini. Ila nilipewa tu connection kwamba nije kukukaba nichukue vile vitu. Na pia alonipa huo mchongo na ikaja kunizunguka vile vile. Mimi nashindwa hata nijielezeje kwako ili upate kunielewa, kwa sababu ni sawa sana mchepuko naye kasalitiwa. Na mwamba yenyewe anaitwa Dula. Ngoja kwanza. Nimesikia unamtaja Dura. Anaitwa Dula. Dura. Huyo Dura kwanza unavyomuona wewe yupoje, yani huyo Dura yupoje anafananiaje? Mshikaji fulani hivi, mrefu kidogo, yani ana nyama black hivi. Ila ukimuona afanani na hiyo michezo, lakini ndo kazi zake na hisi. Maana sio kazi ya kwanza kufanya naye. Labda nikuonyeshe picha yake. Utakuwa umenisaidia. Hebu nionyeshe picha yake. Ndo huyu. na kuona ifi yangu nazidi kupendeza na kunawiri. Bana kawaida sio. Kama kweli kakangu anajua kutunza. Tena kakupendezesha haswa. Yaani nilijua utaongea mambo ya maana, ushaanza kuniharibia siku. Huwezi kuzungumzia mambo mengine. Wewe ni ukisema maneno hayo leo. Licha ya mambo ambayo ufanyia kakangu, leo namuona zoba. Ama kweli mwana Isaya kweli. Jamani. Yaani wewe kakako unaenda kamuuliza vizuri alinikuta vipi? Kamuuliza alinikuta vipi? Alikuta nimenawiri kuliko hata sasa. Yaani kafunifubaza tu amna cha maana. Yaani unakuja tu unaropoka hata sikuelewi yani. Umetumwa na wewe kakako, si ndio?
Wewe tena mnisikilize kwa makini. Wewe na huyo kakako mpelekee taarifa. Sina mpango naye, na kama kakutuma uje ongee na mimi, koma dada, koma. Si unanielewa? Yaani wewe leti ningekuwa ni mimi wewe. Ala, hauna lolote. Kwanza hebu nipishe. Lord ulipotoka. Pita hivi. Nishakwambia sitaki. Betha, sitaki urudi hapa tena. Nifanyie hivyo na kuomba please. Kwa hiyo umezunguka kote ukaona mimi ndo nipe hiyo mimba, nilee. Mimi huyo. Siwezi kufanya ujinga huo. Sitaki kusikiliza kwa chochote wala kwa lolote. Nyanyuka ondoke. Lakini si ungenisikiliza tu mpenzi wangu na mimi. Sitaki kukusikiliza. Naomba nielewe basi mpenzi wangu. Naomba nisikilize basi. Sitaki kusikiliza. Pita hivi. Nyanyuka ondoke bana. Kwenda. Niliamini rafiki yangu naye kanichoma moyo, kaniacha maumivu. Niende wapi sasa? Nifanye nini sasa? Nimepoteza, nimekosa mwelekeo. Dula. Kumbe na ndio maana hata kwenye simu yake kila nikimpigia hapatikani, wala message zangu huwa hajibu kabisa. Kumbe anajua alichokifanya. Kwa hiyo ndugu yangu na wewe umepigwa. Mimi kinachoniumiza kichwa zaidi ni pesa yangu, kwa sababu bado ana pesa yangu na bado hajanilipa na nishachukua muda mrefu. Kwa hiyo ni swala ambalo linaniumiza. Hapa unavyoniona nimetoka nyumbani anapoishi kwake. Nimefika nimeambiwa amehama, hayupo. Nimewakuta wapangaji wengine. Kwa hiyo ni issue ambayo imenichanganya. Hapa ndo nakutana na wewe angalau kidogo kama na refresh hivi, lakini siko sawa. Haina shida kaka yangu. Yaani mimi nakubaliana na wewe kabisa. Yaani tena kwa moyo huu mmoja. Yaani mimi ninachotaka tumutafute huyo Dula popote pale tutakapomuona. Yaani chochote kile utakachotaka kukifanya mimi nitakusupport. Maana haiwezekani mimi madini yangu tena nilifikiri labda atakuwa ni mtu mwingine kabisa ambaye hata pengine hanijui. Kumbe ni mtu wangu wa karibu aliyenifanya kabisa. Yaani hivi pete. Yeye ndo kaja kunibia mimi madini yangu. Hivi kweli? Kaka. Samahani kaka. Nilikuwa na shida na rafiki yako Dula. Rafiki yangu Dula? Wa kazi gani? Hapana, kuna simu yangu nilimpatia ile ndio akanizima. Lakini nashangaa napiga kwenye simu katikati. Una shida na simu au Dula? Vyote kwa pamoja. Kwa sababu nikimpata Dula, napata simu yangu. Vipi kwanza, mbona umeshtuka? Au kuna kitu unanificha kuhusu wewe na Dula? Hivi wewe. Sasa hivi tumeanza kuzoeana. Naona unapata ujasiri hadi wa kuniulizia watu wako. Yaani unauliza mambo ya Dula, mimi yanahusiana nini na mimi? Wewe kama shida ni simu ungemfuata mwenyewe. Haiwezekani. Yaani umetoka na madini mkoani. Unakuja mjini ili ujitafutie, uuze, upate pesa, uanzishe maisha yako. Afu mtu mpuzi mmoja anakuja kuyachukua. Hivyo inaingia akilini? Hili swala haliwezekani. Hilo halipo. Lazima nipambane kukusaidia. Sawa. Na ninakuahidi ndani ya masaa 24 nitakuwa nishampata yule mpuzi.
Yaani hata kama nikuta ameuza ile madini, tutaenda hata huko huko alikoenda kuyauza. Nadhani tumeelewana. Sasa lazima alipe. Wewe Oliva. Kwani na shida gani? Wewe unaonekana ni mtu wa mawazo sana. Nini shida? Yaani wewe Jemima wewe acha tu. Yaani kule nilikotoka mimi niliokutana nayo ndio nao niona hapa yananivuruga sasa hivi hata sielewi kabisa yani. Sielewi hata kidogo. Kwani kitu gani kimekuvuruga? Mimi katika pitapita zangu. Si nilivyokuwa narudi hivi nyumbani nimekutana na yule mwizi aliyeniibia madini yangu. Mbaya zaidi sasa. Nikaa namwambia anipe madini yangu mimi nayataka. Alichonijibu mimi ndio kimenivuruga na ndio unaniona hapa nimechanganyikiwa. Kakujibu kitu gani? Wasi najua mimi nilikuwa nafahamu kwamba aliyeniibia madini yangu ni yule shoga yako Besa. Mungu tu anisamee kwa kumwisi vibaya dada wa watu. Lakini sio Besa. Dula mimi ndo aliyeniibia madini. Na ameiba sasa madini. Hajanitapeli mimi tu. Kamtapeli hadi na yule aliyemtuma kuja kuniibia. Yaani tumepigwa kwa wakati huu mmoja. Ila cha kushangaza zaidi, eti yule kaka ameniambia yale madini ni feki. Hivi kweli kabisa au ndo wameamua tu kuniayusha kunipeperusha ili mradi tu lipite kama hivyo. Sasa kaka, mimi tu nikwambie kitu kimoja. Najua issue yote inaendelea kati yako na Dula. Nienda kwa Dula, sikufanikiwa kumkuta. Na kwenye chumba chake tayari kuna mpangaji kashamia. Na isitoshe, kabla ya Dula kuondoka, aliniambia kila kitu kuhusu masuala yako wewe na yeye. Sasa kaka, nitakachokuambia hapa, naomba usikize tu kwa makini. Kama aliweza kuniambia mimi, najua hata kule kuna watu wengine wanafahamu hiyo siri. Kwa hiyo jiandae kisaikolojia. Yajayo yanafurahisha. Nisikilize ngedele wewe. Naona huko ndani kumeanza kukushinda. Utaenda kwa dadako. Umeshindwa kufuatilia mambo ya chuo. Unafuata vitu vya kijinga. Wewe, mimi nimeanza kuliona najua kabla yako. Mtolee ujinga. Na tena siku nyingine ukiwa na mada zako za kipumbavu, naomba usiniite. Naisu unanijua kakako nilivyokicha. Wewe. Naisu unanisawa. Unamwona chui kanyeshewa. Unadhani ni paka, si ndio? Nitakulalua. Haina haja kukukumbusha. Mpumbavu wewe. Hapo sasa kupata jibu. Ndio maana siku zile Besa alikuwa anaongea maneno ambayo sielewi. Kumbe Dula ndivyo alivyo. Ila kweli kawaweza. Kwa ndege wawili kwa jiwe moja. Dula naye kiboko. Lakini shoga yangu, hayo mambo tuachane nayo. Hatujui kama madini ni fake au ni original. Watajua wao na Mungu wao. Sisi hatuishi. Sawa bwana. Haina shida, mimi nimekuelewa. Maana nikingangania sana nitavunjika hata mkono. Alafu vipi kwanza dada Feti yuko ndani? Feti hayupo. Kachoka mama moja kunyosha miguu, kasema amechoka kukaa ndani. Sasa wewe Jemima, una mpango gani? Maana wewe hapa ndo nyumbani kwako. Una mpango gani kuhusu dada? Na mimi nilikuwa nafikiria. Nikasema kama alivyotuelezea huko ndani. Inabidi tu tumsaidie, maana hana pa kwenda kama kwa ameshafukuzwa. Afu kingine, naye sio kosa lake. Siwezi nikamlaumu. Acha tu tukae naye hapa ndani. Maana utakuwa unaenda kwenye mambo yako na mimi kwenye mambo yangu. Hata atakuwa nabaki anatuangalizia nyumba. Sio mbaya, unaona jilo. Ni sawa, ni wazo zuri. Mimi tu nilitaka nione unafikiria kitu gani kwa sababu wewe ndo mwenye maamuzi. Kama umeamua hivyo basi ni jambo zuri. Ila tu tupambane. Afu kingine naomba kitu kimoja. Huko ndani tukendani, tutaishi kwa amani sana. Sawa?
Haina shida. Hilo mbona linawezekana tu. Ngoja nikaoge maana joto. Haina shida. Jennifer, ni wewe? Na umekuja nini mjini hapa? Davko. Kwa hiyo kwa akili yako ulizani hatutaonana. Ulizani hii dunia ni kubwa sana kwamba hatuwezi kukutana tena? Hapana Jennifer. Ni story ndefu sana. Tunaweza kukaa tukazungumza. Naweza kukuelezea kilichonisibu na kwa nini nilifanya vile. Njoo tukae basi tuongee. Just imagine. Tokea tupo chuo mwaka wa pili mpaka sasa hivi. Mtoto ana miaka 2. Sijawahi kupata hata ujumbe wako. Hujawahi hata kutaka kunitafuta ili ujue mtoto wako anaendeleaje. Alafu sasa hivi unaanza kuniambia tukae tuongee. Tuna kipi cha kuongea? Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Karibu shemeji. Nisivyo. Hata hiyo karibu yako sihitaji. Bwana mimi nilikwambia. Rafiki yangu mimi nahitaji mwanamke wa kuishi naye, mwanamke ambaye ana knowledge, mwanamke ambaye ana akili na future. Wewe ukanishauri kabisa kama mimi na mdogo wangu yuko vizuri. Mimi mwenyewe ngao nimeshiba mawazo yako. Kumbe sikujua nyuma ya pazia kuna nini? Unajua sikuelewi. Wewe uelewe, unataka nani aelewe? Nini kinaendelea? Unajifanya hujui eti? Nisikilize vizuri. Ndogo wako sana mimba. Ana mimba? Mahusiano ujuzi tu ushamtia mimba. Kia Mungu. Hii dunia hii. Nachoka mimi. Yaani nachoka. Unajua hapa na hasira wewe, na hasira wewe mwanamke, nisikize. Sipendi unafiki. Sipendi unafiki unajua. Hakuna binadamu alokamilika. Na mimi sikukusudia kufanya hivyo. Imetokea tu nimeteleza. Naomba unisamehe. Na hivi vitu vinaongeleka. Mwanaume mbaya wewe. Yaani wenzio kutwa wanatafuta watoto, wanaenda kwa waganga, wanatafuta watoto na hawapati. Lakini nyinyi mnayepewa bahati na Mwenyezi Mungu bado mnazichezea. Una uwezo kutelekeza hadi damu yako. Una nguvu ya kufanya kazi ya shetani. Anaweza hata kupumzika akakuachia wewe. Na utafiti tu vizuri, sio kwa hiyo roho ndugu yangu. Naomba unielewe. Basi sawa, tufanye wewe unipende. Na vipi kuhusu damu yangu? Basi namhitaji hata mwanangu. Kwanza kwa shani nilibia na siku kabisa yani. Ningejua kama nitakutana na wewe hii sehemu nisingetokea. Ngoja niondoke zangu tu. Kanichoma moyo, kaniacha maumivu. Niende wapi sasa? Nifanye nini sasa? Nimepoteza, nimekosa mwelekeo. Kwa hiyo umeamua kunifuata huku, si ndio? Kunifuata nyumbani umekuta sipo, tena sasa hivi umenifuata huku kwa mdogo, si ndio? Wewe. Umefanya nini sasa? Umeamua kunifedhehesha, umenizalilisha yani. Haya, hebu niambie mimba ni ya nani? Dada, hata mimi pia sielewi. Yaani nimechanganyikiwa, sielewi kabisa. Wewe uelewi. Haya ndugu yangu wewe, labda wewe umekuwa mama wa Yesu Maria, si ndio? Maana unapata mimba hujui hata aliyekupa mimba. Haya, ulikuwa na mabwana wangapi sasa? Tuseme labda unachanganya wanaume, ulikuwa na wangapi?
Dada, mimi sikuwa na mwanaume yoyote yule. Yaani afu usinifanye mimi punguani. Nitakufumua, nitakuzaba makofi sasa hivi dakika 0. Ondoka. Toka hapa. Nimesema niondokee, usikie au? basi mimi nilikuwa naomba kaniombee msamaha kwa Gray. Nitakufumua. Nitakufumua Betha. Toka. Nifanye nini sasa? Nimepoteza, nimekosa mwelekeo. King Mtasingwa Computers ni wauzaji wa kompyuta aina zote, yani laptop na desktop. Pia wanauza printers aina zote, kamera aina zote na accessories nyingine nyingi kwa bei ya jumla na rejareja. Tunapatikana Kariakoo, Dar es Salaam, pia mikoani tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana. Karibu ujipatie bidhaa bora. Kwa mawasiliano, piga simu au WhatsApp namba 0753797329. Pia unaweza kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la King Mtasingwa Computers. Karibu sana, kwetu mteja ni mfalme. Niliyemwamini na kumpa langu pendo hakulithamini, ona kaliacha lengo. Nyakati za furaha uponya maumivu na hasa kimpata